inawezekana umepoteza maneno yako 24, yani passive phrase. Kwanza, pole sana kwa changamoto hiyo kama imekukuta. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza maneno mengine 24. Kwa sababu kwa sasa ukipoteza passive phrase zako sio rahisi kuzirudisha. Hatua ya kwanza, utakuja kufungua wallet yako kama hivi, tuifungue. Haya, baada ya hapo utapandisha juu kidogo, utakuja kubonyeza haya maneno ya blue haya yameandika you can create a new wallet, unayabonyeza haya maneno. Baada ya hapo unakuja kubonyeza hapa palipoandika generate new wallet, unagusa kama hivi, subiri kidogo. Haya, tayari sasa maneno haya hapa yametokea. Hatua ya kwanza utakuja kuyakopi. Ukisha yakopi unakuja kubonyeza hapa palipoandika I saved my passive phrase. Sasa nikumbushe, hakikisha umescreenshot ili usije ukapoteza tena. Baada hapo unakuja kuyaweka humu haya maneno yako 24 mapya haya. Unakuja kuyapaste tu kama kawaida. Baadaye unakuja kubonyeza hapa kwenye unlock with passive phrase. Unabonyeza tu kama hivi, subirie. Yes. Baadaye unakuja kubonyeza hii sehemu iliyoandika continue. Unagusa tu kama hivi. Haya, sasa kama ulikuwa hujafanya KYC, fanya KYC moja kwa moja hapa. Tena umesharahisishiwa kabisa. Haya, tumekwisha maliza. Sasa hapa kitu cha kufanya, fanya hivi, rudi nyuma hivi. Haya, baada ya hapo sasa ngoja nije kwenye WhatsApp kwanza niyatunze kwanza kidogo. Unabonyeza hivi. Haya, unakuja kwanza kuyatunza kwanza hapa kwa muda. Sawa, unakuja tu kwanza kuyaweka hapa kwa muda. Na gandamiza hafu na paste. Sasa fanya hivi, ili neno la pili limeandika ons, unaweza kulibadilisha ukaweka people. Ila wewe kichwani unajua kabisa kwamba neno la mwisho ni nini? Ni ons. Kwa hiyo unaweza kuyatuma tu kama hivi. Tuyahifadhi kwanza hapa, tutarudi kuyachukua baadaye. Haya, sasa tuendelee na zoezi letu. Baadaye sasa unakuja hapa. Unakuja kufungua ile faili lako la Pi. Haya. Hiyo ni mbinu ya kuhifadhi maneno ambayo nimeitoa hiyo. Haya, baada ya hapo sasa utakuja kubonyeza hizi mbavu tatu za kushoto hizi. Haya, utagusa. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye mainnet. Haya, utapafungua hapa, subiri pafunguke. Haya, baadaye unakuja kubonyeza hapa kwenye mainnet checklist. Unapafungua kama hivi, subiri kidogo. Haya, baada ya hapo sasa utapandisha juu kidogo. Hayo maneno mapya 24 uliyoyatengeneza inabidi uje uyaweke kwenye kipengele cha 3 kwanza. Baadaye utakuja tena kuyaweka kwenye kipengele cha 6 huku. Hiki hapa. Sasa tuanze kwanza na huku kwenye kipengele cha 3 kwanza hapa. Utakifungua kwanza hiki kwa sababu ni maneno mapya umetengeneza. Yale ya kwanza umeshapoteza. Haya maneno 24 unakuja kuyapaste humu kama hivi. Una paste tu vizuri. Baadaye unakuja tu kubonyeza hapa kwenye confirm your wallet hapa. Unapagusa tu vizuri kama hivi. Tusubirie. Tayari kuna kodi zimetumwa kule kwenye email. Kwa hiyo nitatoka nje. Nitaenda sasa kuitafuta Gmail yangu iko wapi. Kwa hiyo hapa nitaisearch hii Gmail yangu. Kisha nitakuja kuifungua hii email yangu hii. Yes, ndio. Naona tayari kuna message nimeshatumia huko kwenye email. Kumbuka kama usipopokea zile kodi zisipokuja huko kwenye email yako, basi ujue email yako uliikosea. Yaani kama zile kodi hazitokuja huko kwenye email yako, basi wakati wa kujaza ile email kule kwenye Pi uliikosea. Na nimekwisha elekeza jinsi ya kwenda kukagua email yako kwenye video iliyopita. Kwa hiyo nenda ikague email yako kule kwenye Pi kule, uikague kama iko sahihi. Kama haiko sahihi, badilisha email yako haraka sana. Utafanya na liveness check. Uzuri nimeshatoa mwongozo tayari. Baada hapo sisi tuendelee. Kwa hiyo nitaifungua hii email yangu. Haya, tayari hapa naona kuna kodi hizi hapa zimeshatuma. Kwa hiyo nitazinakili tu vizuri kama hivi. Nita copy. Nikisha copy nitarudi sasa. Nitarudi huku.
Haya, haya. Baada ya hapo sasa, zile kodi zangu nitakuja kuzipachika hapa. Kwa hiyo ngoja nizipachike hapa. Yes, kama ambavyo inaonekana. Baadaye nitakuja kubonyeza hapa kwenye neno submit. Nitagusa hapa kwenye submit, subie kidogo hapa kazungu. Yes, tayari. Yes, kwa mpaka hapo nimeshamaliza. Baada ya hapo tunakuja kubonyeza hii X tu, hii unaigusa tu kama hivi. Subiri kidogo. Haya sasa, baada ya hapo utakuja kubonyeza hapa kwenye continue hapa, utapagusa tu vizuri kama hivi. Haya, naona imetueta kwenye testnet. Sasa hapa unaweza sasa ukarudi nyuma ili tukakamilishe cha 6 nacho. Haya. Tayari kwenye upande wa kipengele cha 3 tumeshakiweka kiko sawa sawa. Kilichobaki sasa ni kipengele cha 6. Unapokuwa umebadilisha maneno 24, cha 6 kinakuja kubadilika. Kama kilikuwa ni cha kijani kinabadilika kinakuwa cha zambarau kama hivi. Kwa hiyo sasa twende sasa tukakopi yale maneno yetu 24 yale. Tunaingia WhatsApp kuchukua yale maneno 24. Yes, maneno yetu 24 haya hapa tunayachukua ili tuyapeleke kwenye kipengele kile cha 6 kile cha magnet checklist. Kwa hiyo tunayakopi tu vizuri kama hivi. Unayakopi tu kama hivi. Ukishamaliza kuyakopi, narudi sasa huku kwenye kipengele cha 6. Haya, tusubiri kidogo. Baada ya hapo sasa tunakuja kufungua kipengele cha 6 na kifungua kama hivi. Haya, ukishakifungua kipengele unashuka huku chini kabisa, huku chini unakuja kubonyeza hapa pameandika I accept, unapagusa tu vizuri kama hivi. Haya, baadaye unakuja kupaste maneno yako 24 humu, unagandamiza, una paste. Kumbuka ili neno hili ni la mtego, hili sio lenyewe. Umeona hapa neno ilikuwa nini? Ilikuwa ni ons. Hii ndio mbinu sasa nzuri ya kuhifadhi maneno yako 24 ili yasije yakaibiwa na wale mahackers. Kwa neno la hapa ni ons. Umeona? Kwa kama una maneno 24, wewe usiogope kuyatunza kwenye simu. Weka kabisa kwenye email, tunza kwenye WhatsApp, lakini hakikisha neno moja ulibadilisha. Mfano kama mimi hapa niliweka people badala ya ons. Umeona? Au unaweza kaja kubadilisha hata ngapi? Hata 3. Libadilishe tu ila 3. Weka tu kwenye email vizuri. Hata kama mdukuzi ataingia atadukua sawa, lakini hatumsaidia chochote kwa sababu wewe kuna neno moja umelibadilisha na halijui ni neno lipi. Umeona? Kwa tunza kwenye email, lakini ukumbuke kubadilisha neno moja, na pia maneno yatunze na kwenye karatasi. Yes. Ni kwa nini nashauri utunze kwenye email? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipoteza account kwa sababu wanatunza maneno yao 24 kwenye karatasi. Kutunza maneno 24 kwenye karatasi peke yake haitoshi. Kwa sababu kuna wakati mwingine unakosea kuandika, unaweza unaandika wakati unaandika ile maneno 24 kwenye karatasi, labda umegombana na mtoto wako au umegombana na mwenza wako au umegombana na ndugu yako. Kwa hiyo kwenye karatasi wakati mwingine tunakosea namna ya kuandika. Ndio maana nashauri tunza kwenye email na pia tunza kwenye karatasi, au tunza kwenye WhatsApp na tunza kwenye karatasi. Ila unapotunzia kwenye simu ukumbuke kubadilisha neno moja kama ambavyo nimeonyesha mfano. Hili neno moja ukumbuke kulibadilisha. Hii ni grand, unaweza kuweka tree. Ila ukalili kabisa, ukalili kwamba neno la ngapi ni hilo. Ila kule kwenye karatasi penyewe yaandike kama yalivyo. Sasa tuokoe muda kidogo, video isije ikawa ndefu. Baadaye unakuja kubonyeza hapa kwenye sign. Unabonyeza hapa kwenye sign vizuri hapa. Haya sasa, baada ya hapo njoo bonyeza hapa kwenye I understand. Unagusa tu hivi. Tayari shughuli imeisha. Sasa ngoja niishie tu hapa ili nisiwe muda sana. Labda tu jambo la mwisho la kusisitiza, nirudie tena kukumbusha, hii ni mara ya 5. Jitahidi hii address yako hii ya kwenye kipengele cha 3 cha magnet checklist ifanane na ile address ya kwenye wallet yako. Zikipishana tu hizo address mbili, yani hilo tayari ni tatizo, hilo ni kosa. Unaweza kujikuta umepoteza pai zako zote. Kwa sababu kwenye second migration manake pai zitahama sasa kwenye ya maneno 24 ambayo umeshayapoteza. Utajikuta umepoteza kila kitu. Kwa ndio maana kila siku nakumbusha mara 5. Hii address ya kipengele cha 3, yani jitahidi kabisa ifanane na ile address ya kwenye wallet yako. Angalia tu hizo herufi 3 za mwanzo na herufi 3 za mwisho hizi.
zifananishe na kule kwenye wallet yako kule. Je, ile address ya kule imefanana na address ya huku? Kama zimefanana sasa hapo sawa, lakini kama zimetofautiana tayari hilo ni tatizo. Unaweza ukapoteza pai zako kiurahisi kabisa baada ya second migration kutokea. Basi nisiwachoshe, naombeni tu niishie hapo.